Yes, ni wakati mwingine mzuri kwenye jamvi la Wasafi Bet. Tuko na Oscar mzee wa Kaliua. Oscar, hivi Romain Folz ni kwamba hana kismati, hana mbinu au ni kitu gani ambacho kinafanya watu wa Jangwani wasimpe imani? Folz ni kama mtu ambaye analala na bundi kila siku kwa sababu hakuna kitu kibaya ambacho amekifanya pale Young Africa. Yeah. Young Africans wakiwa chini yake wametoka sare kwenye mchezo mmoja. Ana ushindi kwenye michezo yote, maana yake ukitafuta wastani ana ushindi wa zaidi ya 90%. Yeah. Lakini pia ligi yetu ina siasa nyingi sana. Amefanikiwa kuzishinda siasa kwa sababu ameshinda pia mechi ya dabi dhidi ya mtani wao Simba, kwa sababu hili ni kombe lingine kwenye mpira wa Kitanzania. Kama huelewi, unaweza kutoa ubingwa wa ligi kuu ukifungwa na mtani na watu wakaweza kuondoka na kichwa. Kwa hiyo mimi kwangu ni mtu tu ambaye ni kama amelala na bundi. Watu wanajaribu kumchawia, lakini ukitazama namba hazidanganyi. Namba zinambeba. Wamefuzu kwenye Champions League kwenda hatua inayofuata wakiwa na aggregate ya bao 5 kwa 0. Yeah. Huwezi kumdai mwalimu kitu chochote. Kutoka sare dhidi ya Mbeya City kwangu sio big deal, kwa sababu Young Africa hii ni kama mara ya 5 hivi anapocheza away dhidi ya Mbeya City. Hajawahi kushinda mchezo hata mmoja. Kwa hiyo mashabiki na wapenzi wa Yanga baadhi yao ni kama hawauheshimu mchezo wa mpira wa miguu na wanaamini kila Yanga inaposhinda ni kama ina uhalali wa kuondoka na alama 3. So ni muendelezo wa mashabiki wa hivi vilabu vikubwa hapa nyumbani na hususan wananchi kumkosea adabu mwalimu wao, lakini namba zidanganyi. Amekuwa na wakati mzuri sana. Hata wakimfukuza ataondoka kama mtu aliyefanikiwa kwa time ambayo amekaa, idadi ya mechi ambazo ameshinda na mahali ambako ataiacha timu. Na tumeona ukiangalia timu kubwa za nje kama Liverpool, Barcelona, Arsenal, Real Madrid wakifungwa tunasema kwamba huo ni mpira, au sio? Lakini ikija kwa Simba na Yanga akipata draw au akipoteza, watu wanazua taharuki. Hii inasababishwa na nini? Mpira wa Simba na Yanga ni kama huko kwenye sayari yake. Wenzetu kule Ulaya wana dunia yao, na sisi tukifika Kariakoo tuna dunia yetu. Tuna namna ambavyo tunajaji mambo, ingawa shabiki wana kazi kubwa mbili tu. Ni kushangilia pale ambapo wanafurahi na kuzomea pale ambapo hawafurahi. Sisemi kwamba kwa wenzetu haitokei. Na kumbuka pale Hispania, Real Madrid wamewahi kuwa na kocha mmoja Fabio Capello wa Kitaliano. Aliwapa ubingwa wa La Liga, lakini wakamfukuza baada ya msimu huo kwa sababu wanaamini Real Madrid sio timu tu inayotakiwa kushinda makombe, lakini pia inatakiwa kucheza mpira mzuri. Sasa hii ndio scenario ambayo naifananisha moja kwa moja na Young Africans kwenye dunia ya kwao, ingawa Real Madrid hawakumtimua Fabio Capello akiwa yuko kwenye mechi ya kwanza, mechi ya pili, mechi ya 3 ya msimu. Walisubiri season ikamalizika, akawapa ubingwa, na baada ya hapo ndio wakaachana nao. Huo ndio utofauti mwingine mkubwa ambao unaweza kuona kwa wenzetu ukilinganisha na timu zetu za hapa nyumbani. Kwa jinsi ambavyo unaona ile mitaa Kariakoo kule, je, ni mitaa gani ambayo itakuwa na vilio vingi au mitaa gani ambayo itakuwa na vicheko vingi kati ya Jangwani au Msimbazi msimu huu? Mimi nikiwatazama wote naona kama kuna wingu jeusi tu. Nafikiri kunaweza kukawa kuna mabadiliko mwishoni mwa msimu huu. Nikiangalia pale Jangwani naona kuna picha nyeusi lakini na kimwanga kidogo. Nikiangalia pale Msimbazi bado naona kuna giza. Sioni alfajiri ikija mapema. Lakini kuna mitaa mingine iko Dar es Salaam huko Chamazi. Naona kama kuna jua linataka kuanza kutoka kule Chamazi. Lakini pia kuna wakulima wale wa alizeti pale kanda ya kati kule Singida kule. Naona kama kuna mwanga hivi. Kwa hiyo sidhani ni mapema sana kuweza kusema, lakini huku mitaa ya Kariakoo naona kuna giza hivi. Pengine tunaweza tukashuhudia kupatwa kwa mwezi na kupatwa kwa jua vikitokea kwa pamoja Kariakoo. Halafu baada ya mapambazuko tunaweza tukaelekea Chamazi kule Mbagala, au tukaenda kwa wakulima wa alizeti pale kanda ya kati. Na kuna hawa makocha ambao wamekuwa wakiitwa
kuja kuokoa jahazi pale ambapo jahazi linakuwa kidogo linaenda kuzama. Hawa makocha ambao wanakuja Msimbazi kwa ajili ya kuokoa jahazi, kwa nini wasipewe jahazi waliongoze, au hawana uwezo wa kulifikisha katika sehemu inayotakiwa? Sio issue ya Msimbazi, ni wao. Maisha yametengeneza madaraja, kwa hiyo ni kazi kwako kuchagua wapi unataka kukaa. Standard ya maisha ya mtu anaitengeneza mwenyewe. Unataka watu wa kuonaje, unataka watu wa kuweke vipi. Ukijitengeneza kama kocha wa kuokoa jahazi, maisha yako yote utakuwa kocha wa kuokoa majahazi. Ukijiweka kocha ambaye una ndoto za kushinda Champions League ya Afrika, utakuwa kocha wa kushinda Champions League ya Afrika. Kwa hiyo nafikiri inaanza na makocha wenyewe kujipambanua na kujipa madaraja na namna ambavyo wana add value kwenye career zao. Wao wanataka hizi timu za Kariakoo ziwachukuliaje. Kwa hiyo mimi nafikiri ni standard ambayo wameitengeneza wao wenyewe, na ndio ambayo inawatafuna. So maisha yao yote watakuwa kuitwa pale ambapo jahazi linataka kuja kuokolewa. Lakini mtu akitaka ku add value na anataka kwenda kushinda kikombe cha ligi, anataka kushinda kikombe cha Afrika, atafanya effort, atakimbia kwenda sehemu kupandisha timu daraja, kwenda kutua ubingwa huko. Kina Javi Hernandez ukiona wanaitwa Barcelona kwenda kufundisha timu, hawaendi kuokoa jahazi. Ni kwa sababu tayari kuna kitu wameshakifanya sehemu nyingine, na Barcelona wakaona ndio wanakwenda kupiki. Arsenal wakati wanamleta Mikel Arteta hakuja kuokoa jahazi, walishamuona sehemu kuna kitu amefanya, ndio maana wameweza kumpiki na kumrejesha. Real Madrid wakati wameenda kumchukua Xavi Alonso na kumrejesha pale Bernabeu, kuna mahali wamemuona kuna kazi amefanya, ndio maana wamemleta pale. Kwa hiyo haiji kwa bahati mbaya, inatengenezwa na maamuzi unayafanya wewe mwenyewe kama coach. Yes, kama wewe ni mwekezaji unaweza kuniambia kama ulishawahi kukutana na cash out ndani ya cash out. Tunaye Oscar hapa, anajua kabisa weekend hii hapa imesheni mechi za kutosha: Chelsea, Liverpool, Manchester United, Sunderland, lakini Brentford, Man City, Everton, Crystal Palace. Oscar, nataka uongee na wawekezaji, waambie kuhusiana na cash out ndani ya cash out wakati tukielekea katika weekend hii hapa iliyosheni mechi za kutosha. Bana, moja kati ya faida kubwa sana ndani ya Wasafi Bet ni kukutana na cash out ndani ya cash out, lakini hii tunaita partial cash out. Hii ni fursa kwako mwekezaji kuweza kutazama mechi, ni dakika ya 60, ni ya 70. Ukichungulia hivi unasema kuna raundi fulani hivi na wana hapa nataka niizungushe. Kwa hiyo unachokifanya, unachukua sehemu ya kiasi chako, kwa sababu wakati mkeka unaendelea, matokeo yanatoka, kuna mzigo kupanda na kuna mzigo kushuka. Kwa hiyo ukichungulia hivi unaona kuna 700,000, unaweza ukavuta 400,000 ukaiachia 300,000 pale, halafu mkeka unabaki unapumua. Hii huwezi kuipata mahali popote isipokuwa ndani ya Wasafi Bet, mkwanja kila bet. Kwa unachukua sehemu ya mkwanja wa kwako, halafu unabakisha mkwanja mwingine na mkeka unaendelea kupumua, dakika zinazidi kuhesabika. Kwa hiyo usiwachoshe sana wanao kwamba bana, hebu tusubirie dakika 90. Dakika 90 nyingi, dakika 60 vuta mzigo kidogo, enjoy na wana. Baada ya dakika 90 unamalizia kile kisehemu kilichobakia cha balance. Ndio maana tunakwambia hii ni cash out ndani ya cash out, na jina lake tunaita cash out. Yes.